Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mpenzi mtazamaji, natumai mzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Muhammad na karibu katika kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Ijue Dini Yako. Alhamdulillah, leo ni siku nyingine yenye rehma na nuri ambayo Allah ameweza kutupa kuweza kufikia siku kama ya leo. Sio wote ambao wana neema ya kufika siku kama hii, na insha Allah, mpenzi mtazamaji, kwa uwezo wa Allah leo tupo naye si mwingine bali ni Sheikh wetu Sheikh Hussein Patrova ambaye anazidi kukuelezea mengi kuhusiana na masuala ya dini. Na katika mada yetu ya leo tunataka kuzungumzia kuhusiana na tazkiyatun nafs, ambayo ni kujisafisha nafsi. Sasa tunataka kufahamu ni jinsi gani tutasafisha nafsi zetu ili tuwe karibu na muumba wetu. Kwa hakika nafsi ni kitu ambacho ni muhimu sana kuweza kusafisha ili kuwa karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ni kitu ambacho sisi sote kama binadamu haswa Waislamu tunapaswa kuwa nacho ili kuweza kujikurubisha zaidi kwa Mwenyezi Mungu. Na inshallah, mpenzi mtazamaji, tukirudi kwake Sheikh ama tukielekea kwake, tutaweza kufahamu ni yepi ambayo ameweza kutuandalia siku ya leo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Karibu sana Sheikh. Nashukuru sana. Alhamdulillah, ni furaha tena kuwa na wewe. Ni kweli. Naam. Tunafurahi sana pia sisi. Alhamdulillah. Bismillah. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Naam, tazkiyatun nafs. Kwa hivyo nini maana ya tazkiyatun nafs, na kuna vitu gani ambavyo inafaa tufanye ili kuhakikisha kwamba au kuonyesha kwamba kweli tuna zaki nafsi zetu? Naam. Tazkia inatokana na neno, kwa mfano zakat. Yani zakat ni kwa ajili ya kusafisha mali. Na tazkiyatun nafs kusafisha nafsi. Naam. Kwa hivyo mwanadamu, kila mwanadamu ambaye tumeumbwa hapa duniani ana sehemu mbili. Naam. Sehemu ya kwanza ni sehemu ya mwili, sehemu ya pili ni sehemu ya nafsi au sehemu ya roho. Kwamba kila mwanadamu ana mwili wa physical na ana roho ambayo sio physical, hatuwezi tukaiona. Kwa hivyo kwenye huu sehemu yetu ya mwili mwanzo, kuna vitu ambavyo inafaa vifanywe ili kuhakikisha kwamba mwili unafika ukamilifu wake. Na mwili kufika ukamilifu ina maana kwamba kila kitu ambacho inafaa kiwepo kinatekelezwa. Kwa mfano ili mwili kufika ukamilifu unahitaji usafi, na kila mtu everybody is concerned na usafi wa mwili wake. Kwa mfano nikiona na uchafu kwenye mkono wangu nitaenda kuosha. Ndio. Nikiona nguo ambayo nimevaa ina uchafu nitatoa ili niende nivae nguo nyingine ambayo ni safi. Au sana sana tukiona kucha zetu ni ndefu, na hivi ni vitu ambavyo vimesema kwenye hadithi nyingi kwamba tunakata zile kucha. Nywele nimekaa mbaya, unalitengeneza. Hivi ni vitu ambavyo vinafanya mwili wetu unakaa na ukamilifu wake. Lakini tukiviacha hivi vitu, mwili utabaki kuwa mwili, lakini hautakuwa na ukamilifu. Kwa mfano mtu uchafu ukimwendea kwenye mwili wake, he don't care. Nguo ikiwa chafu hajali. Hata watu kama hao hakuna mtu mwenye anataka kukaa karibu na wao. Ni kweli, watu watataka kukimbia. Ndio. Kwa hivyo nywele kwa mfano zikiwa mpaka zinaanza kuingia wadudu, they don't care. Ni kweli. Kwa hivyo kwenye wanadamu kuna wanadamu aina mbili. Kuna wale ambao wanatengeneza miili yao, wanahitamu na miili zao, wanahakikisha kwamba ni safi na wanaipa responsibility yake. Kwa responsibility yako mwili uko mchafu na unaoosha. Na kuna wengine they don't care kwamba uchafu si uchafu, hao wanaendelea kuishi hivyo hivyo. Na sana sana tukiangalia mfano ulio wazi kwamba kwa mfano street children, hao wapo tu wanaishi tu, waoge wasioge, maisha yanaendelea. Hivyo hivyo ilivyo kwenye nafsi, kwamba hivyo tunavyosafisha mwili ili uwe msafi, ili tukitembea watu wanaona kwamba sisi tumesafisha miili yetu, na tunakuwa wa kuvutia watu tukiwa wasafi. Hivyo inafaa pia tufanye kwenye nafsi zetu. Kwamba nafsi
ni kama mwili na mahitaji. Nafsi ina mahitaji ya, kwa mfano inasikia njaa. Nafsi ndio inasikia njaa, lakini mwili ndio unapata kile effect ya kusikia njaa, ambao ukisikia njaa inafaa ule. Mwili ndio unakula, lakini unakidhi mahitaji ya nafsi. Kwa mfano nafsi pia kuna uchafu ambao unaweza enda kwenye nafsi, na kwamba vile vile tunavyosafisha miili yetu tukitoka nyumbani asubuhi, hivyo hivyo pia inafaa tusafishe nafsi zetu tukitoka nyumbani asubuhi. Na kama kutakuwa na uchafu hapa katikati ambao utaendea miili, tutaenda kunawa. Nafsi pia tukiwa na uchafu katikati ya siku, inafaa pia tuende tunawe nafsi zetu. Kunawa nafsi haimaanishi kwamba unanawa maji au leta maji unasafisha nafsi. Hapana, huwezi ukaiona, lakini kuna njia ambazo inafaa tufanye kuhakikisha kwamba tunanawa au tunasafisha nafsi zetu zisipate shida. Nilivyoeleza kwenye mwili kwamba kuna baadhi ya watu wana concentrate sana na miili, kukiwa na uchafu wanaziondoa uchafu, wanaondoa na kisha kwamba ni wasafi. Hivyo hivyo kuna baadhi ya watu kwenye nafsi zao wanahakikisha kwamba kama kuna shida yoyote, wanahakikisha kwamba wameiondoa kwenye nafsi zao, ambayo italeta upungufu kwenye nafsi. Pia kuna wengine pia kama vile hawajali miili yao, kwamba ukiwa mchafu hawaoshi. Pia kwenye nafsi pia kuna wengine hawajali. Ni kweli. Uchafu unaweza ingia kwenye nafsi, yeye hajali, anaona ni kama kawaida tu. Anafanya vitu ambavyo vina affect nafsi, bado anaona ni kama kawaida. Hii ikiwemo matendo ambayo tunafanya ambayo yanaenda kinyume na amri ya Mwenyezi Mungu. Kwa mfano kudanganya, kuiba, kufanya zina kwa mfano. Hivi ni vitu ambavyo vinafanya nafsi inakuwa chafu. Ndiyo. Na nafsi ikiwa chafu haisikii chochote. Kweli. Vile vile mwili ukiwa mchafu haujali, hausikii chochote. Wanasema ya kwamba kuichafua nafsi ni rahisi. Ni kweli. Ila kuisafisha nafsi inachukua muda sana, mpaka nafsi ifikie kwamba wewe unaisafisha iwe vile inavyotakikana, mpaka ufikie pale kwa swala unakuwa na khushu ama unaswali, kwa sababu mtu unapofanya ibada ukiwa katika hali ambapo mwanadamu anafikiria sami dhambi hii, kwa nini imerudi kwa Mwenyezi Mungu na nini na nini, lakini ile nafsi kuisafisha ni kule kurudi kwa Mwenyezi Mungu, kurudi katika njia ambayo inafaa, ndo itafanya ile nafsi pia irudi katika ule ulinzi ambao unataka Mwenyezi Mungu aweze kukulinda na huo nini. Tunavyojisafisha mwili ndo nafsi zetu. Siku hizi watu wamekuwa na matamshi mabaya, wamekuwa ni watu wa kutukana hapa na pale, na unapokuwa mtu wa kutukana lazima nafsi yako itakuwa na dosari. Kweli. Itaingia ile, maana huwa ni kama kila kitendo kibaya unachokifanya kinaweka alama katika moyo wako, alama nyeusi katika moyo wako. Sasa ile alama kila ukizidi kuiongoza inafikia mahali mpaka nafsi inakuwa sugu, inakuwa haina nafasi ya kusafishika tena, kwa sababu ushaichafua tayari. Na ndio hao wanasema kwamba Mwenyezi Mungu ampiga muhuri kwenye nyoyo zao, hawezi akabadilika. Ndio. Hatamallahu ala qulubi. Ndio. Kwa hivyo nafsi kama mwili inavyohitaji kusafisha mwili, pia nafsi pia inahitaji kusafishwa. Na tusiposafisha nafsi, ndio pale tutaona kwamba sisi wenyewe maadili yetu na mienendo yetu itakuwa sio ya utu. Ndio. Sababu tukitembea kwa mfano tukikutana na watu tofauti, unapata mtu anasema, kwa nini huyo hana utu? Kwa nini unafanya hivi? Ndio. Na unapata sometimes mtu anaweza kuwa ni Muislamu kwa mfano, lakini baadhi ya matendo ambayo anafanya yanaenda kinyume na utu. Unaanza kusema, mbona huyu ni Muislamu? Mbona anaswali? Kwa nini anaswali? Lakini ikija kwa matendo ambayo sio mazuri, ambayo yanachafua nafsi, anayafanya. Sasa hilo swali tutakuja kujibu baada ya kueleza nafsi ni nini. Tazkiyatu nafsi ni nini? Mwanzo tulisema nafsi ni kitu ambacho hakiwezi tukakiona. Hakina physical body. Ni kitu ambacho tunaita kwa lugha ya Kiingereza metaphysics, kwamba
tunaambiwa tu, tuna imagine tu ipo, tunaona effect zake, lakini hatuwezi tukaiona. Kwa hivyo tazkiyatun nafsi ni kuhakikisha kwamba unaikuza nafsi yako kwenye matendo mema na maadili mema, ili haya matendo mema yataimarisha au yatafanya ubinadamu wako uwe ni wenye utu, au mtu kwa vitendo ambavyo unafanya, kwa sababu una matendo mema utakuwa na ubinadamu. Kila kitu ambacho utakuwa unafanya kitakuwa kina misingi yake, na misingi hapa tunasema misingi ya kiasilia ambayo Mwenyezi Mungu ametuumba nayo sisi wanadamu, na tutakuwa na mwelekeo mzuri katika maadili. Tukiangalia kwenye mujtamaati, kwa mfano kwenye society ambayo sisi tunatoka ndani, tunaona kuna tofauti ya maadili, kwamba kuna hata watoto wadogo, kuna baadhi ya vitu wanafanya hawashtuki. Kitambo kuna kitu ambacho tungeweza kufanya tushtuke kwamba kwa nini nimefanya hivi. Kidogo unakuwa na ile haya kidogo, unaogopa. Lakini saa hizi unaona kwamba mtoto anaweza fanya kitu chochote, anaweza ongea lolote, anaweza sehemu yoyote, kwa sababu nafsi tumezichafua. Nafsi hazina kile kipengele cha usafi ambacho kinaweka kikomo kwa baadhi ya vitu ambavyo sio vizuri. Kwa hivyo kwa nini inatokea kwamba kuna matendo ambayo tunafanya si mazuri hata kama tunaswali? Kwa mfano ulivyosema pale mwanzo, sometimes tunaweza kuwa tunaswali lakini kwenye akili tuna vitu ambavyo vinapita ambavyo si vizuri, ambavyo inatendeka kwa wengi wetu. Ndiyo. Hizo pia ni miongoni mwa sehemu moja ya dhambi, kwamba hivyo vitu vinatulead au ambavyo vina ring into our minds, viko connected na nafsi. Unajua mind si kitu ambacho unaweza ukaona, nafsi pia si kitu ambacho unaweza ukaona, so ziko connected. Kitu ambacho unafikiria kita affect pia your nafsi yako. Na ndio sababu tunaambiwa kwamba ukiona tendo linafanyika nje, kuna vitu ambavyo vimetokea, kuna mambo ambayo yamekuwa huku nyuma. Na ndio sababu unaweza ukaona kwa mfano tu kuna hii group ambayo inaitwa group ya takfirin au kuchinja si shida. Wanaona mtu anashika mtu anamchinja. Kile ni kitendo ambacho kimetokea, lakini nyuma yake kuna vitu ambavyo vimefanyika kule nyuma. Kuna akili, lazima mtu wa kawaida uweze ukachukua tu mtu kachinja, akili haitokuruhusu, kwamba utasikia ile guiltiness kwa mwili wako. Kwa hivyo ili tukiona vitendo ambavyo vinafanyika nje, kuna sababu ambayo imetoka ndani ya nafsi, na ndio sababu tunaambiwa kwamba kuna imagination, tasawurat ambazo tuko nazo, kwamba tasawurat zako zikiwa mbaya, fikra zako zitakuwa mbaya, kwa sababu fikra zetu zimejengwa na imaginations. Ukiimagine kitu, utaanza kufikiria kuhusu hicho kitu, na fikra zikiwa mbaya zitapelekea matendo yetu pia yakuwe mabaya, na hii ita affect nafsi yetu ambayo ndio uasilia wetu. Unaona mtu anaswali, lakini ikija jambo ambalo si la kumtii Mwenyezi Mungu analifanya. Ndiyo. Mtu anaswali lakini anaiba. Mtu anaswali akipewa uongozi anafanya ufisadi kwa mfano. Kwa nini hivi vitu vile vinakuwa pamoja? Sababu ni opposite. Tunaambiwa kwenye Qur'ani, inna salata tanha anil fahshai wal munkar. Sasa hii swala ambayo haikatazi. Kwa nini haikatazi? Kwa sababu kwenye fikra zetu, kwenye tasawurati zetu, kuna mambo ambayo sio mazuri. Hata tunafikiria vitu ambavyo sio vizuri, vinakuja vina affect fikra zetu na vina affect matendo yetu na kwenye nafsi zetu. Kwa hivyo ili tufanye tazkiyatun nafsi, kuna vitu ambavyo inafaa tufanye, kwa sababu ina affect hadi kwenye ubongo, kwenye akili, na ina affect nafsi, ina affect imaginations. Kwa hivyo vitu gani inafaa tufanye ili tuhakikishe kwamba tumeanza step ya kwanza ya tazkiyatun nafsi? Kabla ya hapo
amaliyatu, kazi ya tazkiyatu nafsi, process ya tazkiyatu nafsi inaanza kwenye vitengo vitatu. Kitengo cha kwanza ni kinaitwa at-tahliya. Nitakuja kueleza insha Allah baadaye. Kitengo cha kwanza kinaitwa tahliya, cha pili kinaitwa at-takhliya. At-takhliya kumbe at-takhliya kisha at-tahliya kisha at-tajliya. Haya maneno matatu anapelekea vitendo vyetu. Tukishaanza tahliya au takhliya, tutakuja kwenye kitengo cha mwisho ambayo ni tajliya, na tutakuwa tumebadilisha nafsi zetu ambazo pengine zilikuwa zina uchafu. Kwa hivyo hizo ndio amaliyat taghyir au amaliyat tazkiyat nafs ambazo tutakuja kuongea insha Allah. Shukran sana Sheikh. Acha tuchukue mapumziko, tukirudi tutaendelea na awamu ya pili. Insha Allah. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tukiweza kuongelea kuhusiana na tazkiyat nafs, naamini utakuwa unaweza kufaidika nayo kuhusiana na kusafisha nafsi. Ni muhimu sana kuweka nafsi iwe safi. Vile unavyosafisha mwili wako ukipuliza manukato ili uwe msafi, ndio vile vile nafsi yako inafaa iwe, ili ya kwamba ukifika kwa Mola wako una ule unyenyekevu. Na inshallah mpenzi mtazamaji, acha tuchukue tama la maji, tutakaporudi tutaendelea zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Ijue Dini Yako, tukiwa naye Sheikh Zaidi ndani ya studio zetu za Mahdi TV. Anazidi kujuza mengi na kuelimisha kuhusiana na swala zima la tazkiyatun nafs. Hii inahusiana na kusafisha nafsi yako ili uzidi kuwa karibu na Mola wako, na inshallah tukirudi kwake tuweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Karibu tena Sheikh. Nashukuru sana. Naam. Tukiendelea kwenye amaliyat tazkiyat nafs, tuliona kwamba kitu cha kwanza au sehemu ya kwanza tunaanza na at-takhliya. Takhliya ni kuondoa. Kwa mfano umeona kwamba kuna tabia ambayo si nzuri kwangu, kuna mienendo ambayo sio mizuri kwenye nafsi yangu, kwa hivyo unaanza na kuziondoa. Takhliya ni kuachana nazo. Ukishamaliza kuachana nazo, inakuja na tahliya. Pale ile tabia ambayo umeondoa, kwa mfano umekuwa mchoyo sana, unaondoa uchoyo, unaingiza ukarimu. Pale ambapo umeondoa, unaingiza tabia ambayo ni opposite. Hiyo inaitwa at-tahliya, kuingiza sehemu ambayo umetoa tabia ambayo iko opposite. Alafu tunakuja kwa at-tajliya. Ukishaweka kwamba mimi nilikuwa mchoyo, nimeweka ukarimu, sasa hii tabia unaijaribu iwe part of you, yani uishi ile tabia ya ukarimu, kwamba si kwamba utaforce, bali pale ambapo nafsi itasikia ugumu kwamba hautaki kuwa mkarimu, fanya kile kitendo cha ukarimu. Ukiona nafsi inakataa kufanya tendo zuri, inataka kuelekea huku, inyime kile tendo mbaya na ufanye ile tendo zuri. Tukiendelea hivyo, hizo tabia zitajalla kwamba zitakuwa kwenye nafsi zetu, na tunaona kwamba tunasifika na hizo tabia nzuri. Kwa hivyo hiyo ndio process ya kuondoa tabia mbaya na kuingiza tabia ambayo ni nzuri ili kusafisha nafsi. Kwa hivyo kwenye tazkiyatun nafsi, vipi kwenye matendo yetu tutaanza vipi? Kama hii tumeeleza tu kwamba uondoe, uingize na utekeleze wajibu wako. Kwa hivyo tutaanza vipi? Amaliyat tazkiyatun nafsi inaanzia wapi? Kwamba mimi siwezi nikaamka tu asubuhi nikasema mimi na hii tabia ambayo si nzuri, kwa hivyo nataka niondoe hii niingize hii. Hii haiwezekani. Ulivyosema pale mwanzo kwamba it's a process, inahitaji mambo ambayo yafanyike ili tabia nzuri ziwe kwenye nafsi zetu. Kitu cha kwanza ni mwanzo tukumbuke kwenye nafsi zetu kwamba tabia zinabadilika, kwamba tujiambie kwamba ukiwa na tabia nzuri unaweza ukabadilika ukawa na tabia mbaya, na kama uko na tabia mbaya unaweza ukabadilika ukawa na tabia nzuri. Tujiambie kwenye nafsi zetu kwamba nafsi ziwe na haja ya kubadilika. Kwa mfano, kuna watu wengi wanajua
wanajua kwamba tabia mbaya sio nzuri. Mfano, kudanganya sio nzuri, kuiba sio nzuri. Wale watu ambao wanafanya hivi vitu wanajua sio vizuri, lakini kwa nini wanaendelea? Kwamba hawajajiambia, hawajaamua kwenye nafsi zao kwamba inafaa tubadilike. Ni kama ukiangalia mtu aliingia katika uraibu labda wa madawa, maana alianza polepole. Ni kweli, kuanza kule polepole inafanya ina grow, anakuwa na ile kitu anakitaka zaidi na zaidi. Asiposema kwamba mimi naacha, mwisho wake anakuwa na madhara katika maisha yake. Ni kweli, anakuwa na madhara makubwa ya kwamba mimi nimeamua kwamba mimi siache kuvuta bangi. So usipoacha kuvuta bangi ina madhara yake kule mbele. Wengine wanarukwa na akili, wengine wanafanya tabia ambazo hazifai. Kwa sababu gani? Wamekataa kurudi katika njia ambayo ni sawia. Ndio maana waliposema hata kule kuvuta sigara kuna haribu mapafu na kila kitu, ilikuwa na maana yake. Ni kwamba kunafanya vitu fulani, utakuta mara mtu anaambiwa ni kwamba kitu fulani kimekuwa cheusi nini na nini, ule moshi ushakuwa ndo zaidi, ni kama vile unavyochafua nafsi. Ni kweli, nafsi ikichafuka pia mnaifanya nafsi inakuwa nyeusi, unakuta mtu mpaka imekuwa sasa ni konki, hajali mtu yoyote. Ni kweli. Na kuirudisha iwe nyeupe itahitaji nguvu zaidi sana sana. Kwa mfano ambao umetoa, mtu ambaye anavuta bangi kwa mfano, hakuanza tu siku moja kwamba mimi naanza kuvuta bangi. Ilikuwa kwamba alijua kwamba kuna kitu kinaitwa bangi na hii bangi inavutwa, akaanza polepole kutekeleza huo wajibu wake ambao amejiwekea. Kwa hivyo ili kuondoa ni poa pia ujiambie kwamba, ujue kwamba hii tabia ambayo unaifanya sio nzuri na kuna kubadilika, kwamba ujiwekee room kwamba ndio naweza nikabadilika. Unajua kuna baadhi ya watu wanasema kwamba ukishakuwa mkubwa huwezi badilika. Ukishakuwa na tabia fulani ndio hivyo utabadilika tu, huwezi badilika. Lakini kiwasilia kwamba tabia zinabadilika, maana ni uamuzi. Ni uamuzi. Na maana wengine wakaambiwa kwamba mwanzo wa mtu sio kila kitu, lakini ule mwendo ataumaliza vipi? Ni kweli. Wasikia jamani ashaukata huu, tabia zake zilikuwa hivi, alif btc ilikuwa imeenda hivi, ashaumaliza mwendo wake, ushaisha huyu tayari. Sasa inaangaliwa huyo mtu, utasikia mtu kweli alikuwa mbaya, lakini mwisho wake aliamua kubadilika, akawa mtu mzuri, akawa mtu mwenye anafanya ibada. Ndio maana hata mlevi anapokuja msikitini anaambiwa msimfukuze, hamwezi jua huo ndo mwanzo wake wa mabadiliko. Kwa hivyo kipengele cha kwanza kwamba tuhisi kwamba kuna kubadilika na nafsi zetu zitake. Kwenye Qur'ani kuna ashabul kahf, kwamba walikuwa wanaishi sehemu ambayo tabia zilikuwa zimezorota, lakini hawa vijana ambao walijitokeza walihisi kwamba kuna kitu ambacho inafaa tufanye kizuri. Wakajitoa wenyewe na wakatafuta mwelekeo wa Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu akawaongoza. Kwa hivyo kwenye kila kitu ambacho tunafanya, tukianza kutafuta njia ambayo ni nzuri, Mwenyezi Mungu ataleta taufiki yake na atatuongoza. Ya pili, baada ya kuhisi kwamba kuna tabia ambazo nafaa zibadilike, ni kuna haja pia ya kujua hizo tabia ziko vipi, ya kusoma hizo tabia. Kwa mfano kama kuna tabia mbaya, tujue hizo tabia mbaya ni tabia gani, na tusome effect zake, tujue effect zake. Haimaanishi kwamba sasa twende class tukae chini tuanze kusoma kwamba kwa mfano uongo unafanya nini. Hapana, uwe na ilmu ndani yako kivyovyote utakavyopata hiyo ilmu, lakini ujue kwamba uongo una hizo effect ambazo ni mbaya. Na ukweli una effect ambazo ni nzuri. Uzitambue zile effect ili ukiweza kuacha uongo na uanze ukweli, unajua kitu ambacho unaendea. Na kama ni kudanganya, lazima kuna kitu ambacho wanakidanganyia nikiebe. Maana nakwambia kuna instances ambazo waweza sema uongo, kuna instances ambazo ule ukweli unaweza kutia katika dhambi, na kuna instances ule uongo unaweza kuweka pahali ambapo ndipo panapofaa. Maana ukikuta watu wawili tuseme ni mandugu ambao wamefarakana, ndio huyu ametoka amemsema mwenzie hivi na yule akatoka kaenda. Sasa ukiwa mtu mwenye ile ukweli ambao mimi namsikia fulani amesema hivi na hivi, ushawafarakanisha tena,
haujawajenga. Yeah, kweli. Washakuwa umesema ule ukweli, ndio ni ukweli ambao ulikuwa umesemwa, lakini ule ukweli huko umeleta nini? Madhara makubwa zaidi yalivyokuwa mara ya kwanza. Lakini kama ukiweka uongo ndani yake kwamba mwisho unakupata unawasuluhisha, huyu amesikia vibaya vile amekufanyia, upi amesikia vibaya, japo wewe ulisikia maneno yenye alisema, lakini wewe ukaamua cha twist niweke maneno yangu pale ndani ili hao watu wawili wafanye nini? Kupatana. Ule uongo umezaa nini? Natija pale ndani. Yani uongo ambao unajua ima ni wa kuunganisha watu, ni uongo ambao nadhani uko na ile natija yake. Sio uongo tu uende ukadanganye kitu unajua kabisa kuna uongo mwingine ambao hata kabisa haufai. Na kuna watu wengine wanatumia hiyo kama kigezo, sisi ni wa kweli. Sasa akisikia kitu huku anakibeba anapeleka kule. Mimi nilikuwa nasema tu ukweli, vile mambo yako. Ajui kama ndo umeharibu mambo. Ajui kuharibu. Hiyo inaweza toka kwenye nini ya kusema ukweli ikaenda kwenye fitna. Ndio. Kwamba unaeneza fitna. Ndio. Sasa sio ukweli tena. Kwa hivyo ni poa tujue kwamba yale mambo ambayo tunataka kuyafanya, ule ukweli kwa mfano ambao anataka kuwa nao, je, ni poa tusome mazingira ambayo yapo pale, na pia ni vizuri tuwe na wisdom. Ndiyo. Na hekima. Ndiyo. Ambayo itatuwezesha kufanya mambo ambayo hata tukiongea ukweli hayana side effects ambazo ni mbaya. Ya tatu ni kwamba tukishajua zile tabia nzuri na tukishazisoma tumezijua, ni kwamba tuwe na kitu ambacho kinaitwa muraqabatu nafsi. Tufuatilie nafsi zetu. Je, nataka kuondoa tabia ambayo ni nzuri, ni mbaya, niweke tabia ambayo ni nzuri. Je, nitaweza kuifanya hii kwa muda mrefu? Na kila siku asubuhi ukiamka, ukifika jioni, ujiulize, yani ufuatilie nafsi yako kwamba kuna jambo ambalo nimefanya baya, kuna tabia ambayo nilikuwa nataka kuiwacha, bado nimeifanya au haipo? Na kama ipo, kwa nini nimeifanya? Hii ndio inaitwa muraqabatu nafsi. Yani unaangalia vitu ambavyo unafanya, vitendo ambavyo unafanya, ili ujue vipi utaweza kuviacha, na kiwango gani umefika. Je, bado unafanya kwa ule wingi au umepunguza? Kwa hivyo ukiweza kuraqib nafsi, utaweza hapo nafsi zetu tutazisafisha na zitakuwa ni nzuri. Na ingine inaitwa ni ya muraqabatu nafsi na muhasabatu nafsi. Muraqabatu nafsi ni kufuatilia nafsi kwenye matendo ambayo umefanya. Muhasabatu nafsi, sasa unakuja unahasib nafsi yako kwenye kitu ambacho umefanya. Je, nimefanya hivi ili, na effect yake ni nini? Sasa unahasib, unafuatilia positive effect na negative effects za matendo ambayo umeyafanya. Na hii kila siku, mtu yoyote yule ambaye anataka kubadilika kwa mfano, na yoyote ambaye anataka kufanya nafsi yake iwe safi, lazima tufanye muraqabatu nafsi na muhasabatuha kila siku, wakati wowote. Pia na ya mwisho inakuja kipengele cha tauba, kwamba sisi tunafanya matendo ambayo sio mazuri na tunafanya makosa na dhambi ambazo zipo kwenye maisha yetu. Haya madhambi hawezi akaondolewa tu hivi hivi, kwamba mimi nimeamua nataka nibadilike, kwa hivyo sifanye hizi ambazo zimepita, kwa hivyo mimi naanza na safari nzuri. Hapana. Lazima tuyafuatilie na lazima tuombe msamaha kwa Mwenyezi Mungu kwa yale ambayo tumefanya. Kwa sababu tusipoomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu, bado haya yatakuwa hayajafutwa. Na ni vizuri tujue kwenye matendo yote ambayo tunafanya yote, kila kitu kinaandikwa. Tukishajua hilo, tutakuwa na ile uoga wa kinafsi. Nafsi itakuwa, kwa mfano ukitaka kufanya kitu ambacho si kizuri, nafsi itaogopa. Utakuwa na uoga wa Mwenyezi Mungu. Na ukiwa na uoga wa Mwenyezi Mungu, ndio hizi steps au mambo ambayo tunataja yanakuwa rahisi kuyafanya. Lakini kama huna uoga wa Mwenyezi Mungu, unaweza kufanya kitu chochote wakati wowote, kivyovyote utakavyo, na hautakuwa na shida. Kwa hivyo tauba inatufanya tusirudie yale ambayo tumeyafanya mabaya. Hata kama tutarudia, lakini tusirudie kwa ile pace ambayo tulikuwa tunafanya, kwa sababu sisi ni wanadamu na hatuko wakamilifu. Lakini shida inakuwa kwamba
Juzi nimekuwa nikisikia Sheikh mmoja anaitwa Sheikh Zaman Hasnawi alikuwa anasema shida si kufanya dhambi, shida ni kuendelea kufanya dhambi. Yani wewe unafanya dhambi na unaendelea tu na uoni kwamba ni kitu kibaya. Kwa mfano wewe unaua watu lakini unaendelea kuua tu, uoni kwamba unafanya jambo ambalo sio zuri. Hiyo ndio shida. Kwa sababu hiyo inafanya nyoyo zetu zinakuwa nyeusi. Unapata mtu hafeel anything, hafeel kitu chochote akifanya mambo ambayo si mazuri. Kwa hivyo hizi steps 4 na ya mwisho ikiwa tauba ni steps ambazo zinatusaidia katika kuhakikisha kwamba tunatoka kwenye tabia ambayo sio nzuri tunaenda kwenye tabia ambayo ni nzuri, na hii ndio steps za tazkiyat nafsi. Lakini kuna kitu cha mwisho ambacho inafaa tukifanye, kwa sababu Mtume alipokuja alikuwa anafanya vitu ili sisi tuje tuone kwamba yeye anatekeleza wajibu na anafanya vitu ambavyo ni vizuri ili awe role model kwangu. Pia kuna saizi kuna watu ambao wapo kwenye sehemu ambayo inafaa wawe role model, na kuna matendo ambayo wanafanya kwenye maisha yao yanaonekana magumu, lakini tukiwaona wakifanya tunakuwa na ile moyo wa kuyatekeleza. Pia kwenye process ya tazkiyat nafs lazima tuangalie mtu ambaye tunaweza egemea. At the end of the day tunamwambia kwamba acha nifuate huyu mtu. Yani anakuwa kama motivator wako kwenye kutekeleza mambo yako. Ukitaka kuwa mkweli unaangalia jinsi amefanya ama ametekeleza wajibu wake kiukweli, anakuvutia kwenye matendo yake. Kwa hivyo kila mtu ambaye anataka kuanza amalia tazkiyat nafsi kwenye level tofauti, lazima tuchukue mtu ambaye ni mkamilifu, tunaona ni mkamilifu kwenye maisha yetu, awe kama role model, atusaidie kwenye kazi ya kubadilisha nafsi zetu. Mashaallah, shukran sana Sheikh, umeweza kuelezea vizuri ili jambo la kusafisha nafsi ni muhimu sana. Allah atujalie nafsi ambazo ni safi kama zilivyo nguo zetu. Shukran sana. Inshallah. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili tukiwa na Sheikh Hussein amezidi kujuza mengi, amekuelezea mengi, amekufahamisha mengi kuhusiana na tazkiyatun nafsi. Ni muhimu sana kusafisha nafsi. Nafsi pia ni kama mwili tu, inahitaji usafi, inahitaji kusafishwa ili tuweze kuwa na ukuruba na nani? Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu hata wanasema ya kwamba unapoenda kuswali hakikisha ya kwamba unajisafisha, nguo uliovaa ni safi yenye unaifanyia ibada, angalau ipulize manukato. Sio unapuliza manukato wakati unatoka nje peke yake, hapana. Pia manukato wakati unafanya ibada, pale unaenda kwa Mola wako unanyenyekea, yani umeenda na harufu nzuri. Mashallah. Na insha Allah mpenzi mtazamaji, kufikia hapo sina mengi ya kusema isipokuwa ni kukwambia maasalam.